I managed kujenga nikiwa mbali. Juu hiyo ndio swali yenye mnauliza. Uli manage aje? Ulianza aje? Mjengo inaanzanga vipi? Tafadhali tusaidie. So niko hapa to answer all the questions. Kama uko hapo na una plan in future utakuja kujenga, usijaribu kuskip hapo, cause hii video nikifanya hivi sitawahi rudia. So you can download, just keep it until ile time wenye utakuwa unataka kujenga. Sawa? Number 1, ukianza kujenga, ukianza kuplan kujenga, kitu yenye unafaa kuanzisha nacho ni kuweka Mungu wako mbele. Kwa sababu jani ya kujenga haikuangi rahisi. Sio rahisi kujenga, nao sio rahisi. So kitu ya kwanza, weka Mungu wako mbele. Step 2, tafuta yule fundi mwenye una plan atakuja kukujengea. So ukitafuta huyo fundi, unaweza muexplainia ile nyumba yenye unataka akujengee. Ama kama uko na map ya ile nyumba unataka kujenga, forwardia fundi mwenye una plan atakuja kukujengea. Ukitumia fundi hiyo plan ama ukimuexplainia venye unataka, fundi atakufanyia hesabu ya zile vitu zote zinahitajika kwa hiyo nyumba. Kuanzia mawe umalizie na cement, yani vitu zote zenye zinahitajika. Another thing, nyumba unaweza jenga na step to step to step. Sio lazima ati uanzishe nyumba from foundation uimalizie iende hadi kwa mabati on the spot. No. Kama hauna uwezo, ongea na fundi wako umwambie akufanyie hesabu ya only foundation ya nyumba. Cement ngapi? Kama ni chuma, mawe ya foundation. Then ukimaliza kufanyiwa hesabu ya foundation, tafuta place yenye utanunua materials. Na kama kuna mtu ako hapo unani watch na uko around Kagudo Road, yani uko tu within Nairobi, you can reach me, naweza kuconnect na place nilikuwa nanunua materials za kujenga. Na ukitaka pia fundi, naweza kupatia fundi mwenye alinijengea. But hiyo inadepend na wewe. Kama uko na fundi wako, well and good. But ule mtu mwenye na feel sina fundi, reach to me. Sawa? So, ukimaliza kupatiwa hiyo quotation, hiyo hesabu ya foundation, anza kununua kitu moja moja. Mawe ya foundation hata ikinyeshewa huanga haiharibiki. Uanzie na mawe ni ngapi, uende umwage. Ukipata tupesa kidogo, enda umwage mchanga. Ukipata tupesa tungine tudogo, enda umwage kokoto. Ukipata tupesa tungine tudogo, tafuta hardware. Tafuta mtu mwenye utatuma kwa hardware. Muelewane na hardware hiyo ya hapo kwenu, hapo kwenye unataka kujenga. Na isikuwe ati ni hardware gubaru utu wenye unaendaga unapata cement 2 ndani. Unatafuta hardware unajua hiyo haiwezi fungwa. Unaanza kulipa vitu zako hapo mdogo mdogo, chuma na cement. Ukimaliza kununua material zote za foundation, juu staki upatane na stress yoyote, mlipishane. Anza kujenga nyumba yako na construction, muwe mnaelewana. Uambie fundi, hii foundation mpaka iishe, utanilipisha pesa ngapi? Pesa yenye atakwambia, weka hiyo pesa. Ukijipata sasa uko na pesa ya kulipa fundi foundation peke yake, material zote ziko, mwambie enda site. Fundi atakuwa anaenda, anafanya kazi yake, anachukua video ama anakuvideo call, unaona kazi yenye amefanya foundation until the day foundation itakuja kuisha. That is step 1 ya mjengo. Urelax kidogo, nimemwambia mjengo sio rahisi. Yule fundi ukuje umwambie, nataka unifanyie quotation ya
kupandisha nyumba sasa, akufanyie mawe ni ngapi na cement ni ngapi. Uanze kununua mawe mdogo mdogo. Kama unatakikana like 1500, mawe 1500 ama 3000 depending na nyumba yenye unajenga, unanunua mawe according na pesa yenye uko nayo. But most of gari mingi zinabebanga 600 pieces mawe ya machine. So ukipata pesa yenye inatosha hiyo 600, tumana ipelekwe kwa site, urelax. Ukipata ingine, tumana iende kwa site. Ukipata hivyo, tumana ipelekwe kwa site. Ukimaliza kununua mawe ya kupandisha nyumba, rudi kwa ile hardware, anza kulipa cement hapo mdogo mdogo. Ukimaliza kulipa cement, ukue uko na materials, rudi kwa yule fundi, umwambie ama muelewane kupandisha hii nyumba mawe mpaka kwa dirisha ni pesa ngapi, muelewane. Utafute hiyo pesa ya fundi. Ukipata hivi, cause already umebuy materials, unamwambia edeni kwa site. Na ukilipa fundi, unawalipa either mara 4 ama mara 3. Siku ya kuanzia, siku ya hapo katikati, na wakiwa almost kumaliza na wakimaliza. Ama unaweza amua kuwalipa hata mara 3, wakianzia, wakiwa katikati na wakiwa almost kumalizia. Mnakuja mnamalizana, hiyo maneno inaisha. Unatafuta mtu wa quotation wa mabati. Unaenda unafanyiwa quotation ya mabati. Mabati ni ngapi, mishumari ni ngapi. Unakuja hapa kwenye Niko, because already me I have connection, na kuconnect na kampuni ya mabati. Mabati nayo unalipa tu mdogo mdogo according venye mtaelewana. Unataka mabati ngapi, unaanza kulipa pole pole. Ukimaliza kulipa pole pole, ukiwa almost kumaliza ile mabati, unahaso pesa ya mbao. Ukimaliza kuhaso pesa ya mbao, ukiona sasa uko draw, mabati mebaki like 10k na mbao mebaki like 10k, unarudi kwa fundi, unamuuliza na kupiga mabati juu ni pesa ngapi, anakuelezea. Unatafuta hiyo pesa yake. So ukiona umepata pesa ya fundi, unakuja unamalizia kwa mabati na unamalizia kwa mbao. Na juu mbao ndizo zinafanyagwa delivery kwanza, mbao zikifika kama leo, zipigwe kama leo, maybe zinamaliziwa kama kesho, unaitisha mabati yako. Unamaliza kulipa mabati yako, inafanyiwa delivery. Mabati yako on the spot juu. Ukitoka hapo una relax, mjengo hautaki mbio. Afadhali ujenge hata kama ni miaka ngapi, wenda tu pole pole without stress. Ukitoka hapo, huanga unakuja kwa madirisha. Unaweka madirisha, unaweka kama ni milango yako, utajua kwenye utanunua madirisha. Still kama uko around Kagudo Road ama sio out of Nairobi, yani atimbali like kwa Kisumu sijui. Kama uko within Nairobi, akina Kitengera, akina Joska, Kantafu, kwenda hivyo, yani hauko mbali sana na Nairobi, still I will connect you na mwenye alinijengea dirisha na milango. Unamulipa, mnaelewana. Unaweza mulipa mara 2, akianzia kazi na akimalizia na anafanya delivery. Unaenda unawekewa milango yako, unakuja una relax tena, unarudi tena kwa fundi, anakufanyia quotation ya plaster, hata sio plaster, wiring. Ukifika kwa wiring na hizi pipes za maji, unatafuta, wanakuja, mnaelewana pesa ni ngapi, unanunua materials cause lazima ufanyiwe quotation, unanunua hizo materials. Ukimaliza kununua, unauliza hiyo kazi ni pesa ngapi, kwa sababu ukiwa mbali kutrust mtu ni ngumu. So mimi najaribu kumpeleka na ile direction ya nimejenga nikiwa mbali. But kama uko na mtu honest, trusted Kenya, utakuwa unawashikanisha na hao mafundi. So from there, ukimaliza kama ni wiring, hiyo mambo na pipe za maji, unatafuta pesa ya kununua cement, mnaelewana na plaster, unagonga plaster, unaweka frame za milango ya ndani, unakuja ukitoka, ukimalizia nyumba yako sasa, pole pole, pole pole, ukienda home, unaenda kuview. Hivyo tu.
Huyo ni mkulima mdogo, mkulima mwenye ako na watoto analea, mkulima mwenye watoto wako shule.